Tendo hicho kimeitwaje? Kuwaosha. Kuwatawadha. Kuwatawadha. Asante. Yesu si ndio mwalimu? Ndio. Akitoa fundisho lake, wafuasi itabidi walishika au walikataa? Lazima walifuata. Asante. Dada, wewe hutawadha? Kuosha miguu. Yesu amesema ufanyeje? Alikuwa na waosha miguu. Situtumie tu hiyo iko sawa. Hiyo ya kuosha. Si ndio? Kuosha sio? Si ndio? Hata pia ngwashe huoshwa. Na nduma zikichafuka huoshwa. Sukuma pia huoshwa. Lakini Yesu hakusema hivyo. Alisemaje? Dada, sema tu ni andiko la Biblia. Usitoroke. Yesu katumia neno gani hapo? Hiyo. Akutawadha? Hebu ngoja kwanza. Dada huenda amekaa pwani kidogo. Aliwatawadha. Hebu ngoja dada. Huenda umeenda pwani kidogo. Kuna watu wa pwani wana imani kidogo. Kwamba neno tawadha ni kuenda kule kwa choo ukafanya jambo kubwa kisha ukajiosha zile sehemu husika, wanachukua neno hilo kama tawadha. Kule kunaitwa kustanji. Tawadha ni viungo vya mwili. Hasa Yesu anayechukua maji anayeweka katika bakuli lake, anawafanyaje wanafunzi? Anawaosha. Anawatawadhisha. Usiwe na shida. Ile neno sio la matusi. Liko smart. Yesu anawatawadha wanafunzi wake, sio? Ndio. Yes, ndio mwalimu. Anatoa elimu kwa watu wake. Na elimu akitoa Yesu, wafuasi wanaosema tunamfuata Yesu, itabidi wafanyeje? Wafanye hivyo hivyo. Dada, wewe hutawadha? Okay. Si unasema tunafanya mara moja. Kwa wakati wa Pasaka peke yake. Kwa ukumbusho, maana ilikuwa ni hiyo time. Ndio wakati wa kutawadha tu. Baada ya Pasaka kutawadha tena hamna. Hebu mpendelee. Hebu soma hiyo andiko mpaka mwisho. Inasemaje? Wewe sema mwalimu. Muda unanikimbiza. La ila Shezaka wewe. Twende. Nimpishe. Wewe Shezaka. Masaa yako twende. Kisha ndio akatia maji katika bakuli. Twende. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Endelea. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Yesu akaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia nini? Nifanyalo wewe ujui sasa. Yesu ndio hivyo Rama. Nifanyalo wewe ujui sasa. Umeruka kitu kikubwa sana. Anzia tena Rama. Hivyo uko na njugu mfukoni zinakutoa timing. Hivyo utamu wa njugu ni kula moja moja. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Ndio. Huyo Simioni akamwambia Yesu. Akamwambia Bwana. Akamwambia Yesu. Wewe Yesu, wanitawadha miguu mimi? Unanitawadha miguu yangu mimi? Yesu akamjibu Simioni. Akamwambiaje? Nifanyalo wewe ujui sasa. Kitendo ninachotaka kufanya wewe Simioni huna elimu nacho. Endelea. Lakini utalifahamu baadaye. Baada ya kukufanyia kitendo hicho, faida yake utakuja kuijua baadaye. Endelea. Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Mpe sasa. Petro hapo anakubali kutawadha ama anakataa kitendo cha kutawadha? Tungesoma mpaka mwisho. Tunaenda tutaratibu. Petro anamwambia Yesu, wewe Yesu hutonitawadha miguu yangu kamwe. Kwa mujibu wa kauli ya Petro, anakubali ama anakataa? Sikilize Yesu anasemaje baada ya Petro kukataa. Endelea. Ndio. Yesu akamwambia Petro, kama nisipokutawadha, ikiwa sitokufanyia kitendo hiki cha kutawadha, unashirika nami. Mpe sasa dada. Yesu baada ya kumwambia Petro, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utajua baadaye. Petro akamwambia, mwalimu, Bwana,
wewe hutonitawadha miguu yangu kamwe. Yesu anamwambia Petro, nisipokutawadha huna nini? Asante. Kwa hiyo ukimwona mtu kwa kauli ya Yesu, mtu hatawadhi, hana uhusiano na nani? Wewe unasema unatawadha kwa mwaka mara moja. Ndio. Ukishamaliza hapo basi. Unajua? Naam. Ina mambo nasoma hapo katikati nikijifunza. Naam. Na kuna kitu ya maana sana kwa sababu umenikaribisha, mkutano ni wengi sio wangu. Na lazima niheshimiwe. Tumekukaribisha kwa heshima kubwa sana. Na ninafurahi. Na sisi pia tunafurahi. Kwa sababu sio nyeta dada wa Kisomali ama wa Kiislamu. Wapo wengi hapo nyuma yako hapo wametulia tu. Haya, mimi nasema hivi. Naam. Kwa sababu kwanza mbarikiwe sana. Amen. Mbarikiwe sana kwa kutuletea maendeleo hii. Amen. Tunasoma mambo mingi sana kuwapitia. Asante sana. Nasoma undugu. Naam. Kushirikiana. Naam. Kusoma mambo mingi sana. Asante sana. Sasa kwangu. Naam. Kwangu mimi personally. Ningependa kujibu kwa njia tofauti. Naam. Kulingana unaniambia kulingana na imani ambayo unajua hujakosea. Naam. Lakini nitakwambia kuhusu imani kwa njia ambayo nimeitembelea. Unajua mambo mingi yameandikwa lakini watu wengi hawajaitembelea. Yako mengi yaliandikwa lakini watu wengi hawajaitembelea. Maana yako ya kusema hawajaitembelea ni kwamba watu hawajapata hayo mafundisho. Hata mko wengi hapa nyinyi wote utapata kuna ndugu yenu Msomali ama Muislamu anajua Qur'an bila hata kumwambia iko wapi. Safi kabisa, anajua. Anakuambia iko hapa mahali fulani. Naam. Ametilia maanani, amefundishwa tangia akiwa mtoto mdogo na akafuatilia. Na hata kama mama yake ama mwalimu imam hayuko hapo, naam, yeye amefuatilia. Waislamu takbir. Haya maneno yanasemwa na dada, anatakiwa yaandikwe na wino mwekundu. Unaona? Hiyo ndio tabia yetu sisi Waislamu. Nimesema kuna baadhi mwingine alituambia juzi, naam, hatuli haramu kabisa. Alituambia hatuli haramu, ni makosa kula haramu. Lakini kuna wengine bado hawajafuatilia wanakula haramu. Lakini pia kwenye msafara wa mamba Burukenge pia wamo. Jakataa. Umeona Safi, lakini dini yetu inakataza mambo inaitwa haramu. Inakataza kabisa. Si vizuri kula haramu kwa njia yoyote. Si unaona sasa? Haramu inapitia mambo mengi. Si katika vitu vya kula tu. Pia hata katika kuuziana. Ikiwa wewe utanipa 500 yako, kisha nikakwambia ile ni 200. Ile ni haramu. Wewe na mimi najua ni dada mzuri. Ni mke wa mtu. Mtu akikuangalia kwa jicho la tamaa, akataka kufanya jambo, hiyo pia ni haramu. Haramu inaenda mambo mengi. Haramu ni kuchukua kile ambacho si chako. Hiyo ndio haramu. Dini yetu inakataza kabisa. Kwa hiyo dada, kwa mara ya mwisho, hebu nikukaribishe kwa Uislamu. Unasemaje? Nimekwambia Waislamu marafiki wangu sana. Ili wawe marafiki, isitoshe rafiki, iwe pia ni ndugu zako. Sasa unajua? Nataka kusema kitu moja alafu mtanitikisha tu niende. Kabla uende, hebu shezaka jo. Kabla uende kuna